Twende tukajifunze maneno ya Mungu. Twende tukajifunze maneno ya Mungu. Somo letu linasema kulia kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Somo linasema kulia kuna faida. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jifunze kulia. Kulia kuna faida. Kulia ni tendo la kutoa machozi. Ukiwa katika hali ya maombi yaliyobeba uchungu, maumivu, mateso, magonjwa, majaribu na huduma, wakati mwingine na uchumi wako ulivyoporomoka, kutokana na mapito magumu unayopitia, iwe ni kwa wachungaji, maaskofu, kanisa, makundi mbalimbali, au ni mtumishi binafsi ndani ya kanisa. Kwa tunajifunza somo linasema kulia kuna faida, kutoa machozi kuna faida. Amina. Amen. Amina. Amen. Sikiliza, wako watu makanisani wanalia wakati wa misiba. Msiba ukitokea, anaweza kalia kama wa kwanza kulia kwenye msiba, lakini kanisani huwezi ukaona machozi yake. Akiwa kwenye huduma huwezi ukaona machozi yake. Anajua kulia, akimwomba mume wake fedha amemnyima, analia, anasema sipiki, umeninyima matumizi, lakini kanisani hawezi kalia machozi. Machozi yake kanisani ni adimu sana. Sasa leo tunajifunza kulia kuna faida. Sema amina. Amen. Kulia kuna faida. Sema amina. Amen. Sikiliza nikwambie, unaweza ukanisubiri kwenye msiba kama nitatoa machozi usiyapate, lakini nikifika hekaluni mwa Bwana nikianza kuomba, nimebeba mzigo ndani yangu, naliombea kanisa, nawaombea wagonjwa, naombea kazi ya Mungu, nitasikia ndani yangu kama mifereji inafunguka, nasikia kulia sana, ninaugua sana. Baada ya kuona mambo hayaendi ndani ya nyumba ya Mungu, nitalia sana. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Lakini ukinisubiri kwenye msiba utakesha. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Naomba tusome kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 2, tusome mstari wa 23 na 25. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunakuta habari za wana wa Israeli wakati wako Misri utumwani. Biblia inasema walikuwa na mateso mengi, walikuwa na taabu nyingi, mambo waliyoyaona ni mengi, lakini wakafika mahali wakaanza kuugua ndani ya mioyo yao. Wanawaza, tutatokaje Misri? Tutatokaje kwenye utumwa? Wakalia, wakaugua ndani ya mioyo yao, wakainua kilio chao mbele za Mungu. Mungu akasikia kilio chao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Machozi, kilio kinamfanya Mungu akukaribie wewe. Huwa najifunza kwa watoto wadogo. Mtoto kama hajaweza kusema, silaha yake ni kulia. Atalia, 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 nyamanzisha, hanyamazi. Lakini mama yake akifika kampa ziwa tu, unasikia mtoto amenyamaza. Mungu wetu asifiwe sana. Amenyamaza mtoto. Lakini kabla hajapata ziwa la mama akaanza kunyonya, hawezi kunyamaza.
Waisraeli waliugua, walipata taabu kule Misri. Ukisoma maandiko yanasema baada ya mfalme Farao kuona Waebrania wanaongezeka kwa wingi, alianza kuwaita wakunga, akawaambia, hakikisheni Waebrania wamama wanapotaka kuzaa, angalieni kwa makini, wanapozaa mtoto wa kiume muweni, akizaa mtoto wa kike mwacheni hai, ili wasiongezeke wakawa wengi, baadaye wakatupindua katika nchi yetu. Haya ni maisha walioishi wana wa Israeli, lakini walitembea hivyo, wakaona hakuna sababu ya kunyamaza, lazima tulie, lazima tumulilie Mungu, kilio chetu kifike mbele zake. Mungu inawezekana atatukumbuka. Mungu wetu asifiwe. Amen. Nimeeleza, huwezi ukatoa machozi kama huna sababu. Ukitoa machozi bila sababu, wakikuuliza kwa nini unalia, hakuna sababu, wanakuona wewe ni mjinga. Mungu wetu asaidie sana. Wanakuona wewe akili zako zina shida. Amina. Amina. Wakati wa nyuma tulikuwa tunaona vijana wanapooa na mabinti wanapoolewa, wakisimama hapa mbele unakuta binti aliyefunga ndoa anatoa machozi. Sasa unajiuliza, huyu naye vipi? Wengine nasema ni furaha imekuwa nyingi. Lakini unajiuliza sasa inakaaje? Mungu wetu atusaidie sana. Lakini leo mambo yamebadilika. Bibi harusi akitoa machozi watu wanamshangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Sasa hivi unakuta ametoa macho yako nje. Hakuna naelia bila sababu. Na neno hili Mungu analileta kwa sababu maalum. Sema amina. Amen. Kanisa tuko safarini. Wachungaji wako safarini. Waimbaji wako safarini. Kila mmoja yuko safarini. Haimaanishi safari za kiroho tu au maisha ya rohoni. Hata kule kwenye miji yetu tunakoishi, kuna mambo tunakutana nayo ambayo yanaweza kufanya wewe utoe machozi, na uhitaji mtetezi ambaye ndiye Yesu peke yake. Ndio maana tunajifunza kwamba kulia kuna faida. Hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Mungu wetu asifiwe. Kilio kikafika juu kwa Mungu. Biblia inasema pale chini kwamba Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Sema amina. Kumbe katika kulia Mungu anatusikia. Katika kulia tunakumbukwa. Katika kulia tunaangaliwa na Mungu. Mungu anashuka, anaangalia watu hawa, mbona wanalia? Kuna jambo gani? Kuna kipi kimetokea? Mungu anashuka, anatazama. Lakini kama ni kimya kimya tu hivi, chapati zinaliwa, chipsi, nyama kitimoto, ubwabwa unaliwa, pilau, viazi mviringo, ndizi, maisha yanaendelea, Mungu hawezi akashuka. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Kwa nini Waisraeli walilia? Hawakuona msaada mwingine. Sikiliza, kuna mambo mengine hayawezekani mpaka msaada utoke kwa Mungu. Sema amina. Ukitumia akili zako hayawezekani, utakufa haraka. Lakini ukitumia jina la Yesu, kalitafuta jina hilo,
Biblia inasema Mungu akawaangalia, akasikia kilio chao, Mungu akawaona. Ukiona mtu kanisani analia machozi, usimshangae. Hata kama ni msomi, ana cheo serikalini kikubwa, ukimwona kanisani analia, usimshangae. Huwezi ukajua ndani yake amebeba nini. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa Kristo walio wengi, akiona mpendwa anatoa machozi, anaona kama ni kituko fulani hivi. Unashangana mbonyeza mwenzake, angalia mzee fulani yuko analia, angalia. Hajui anachokifanya. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Faida za kulia: moja, kusikiwa na Mungu. Faida ya pili, kujibiwa na Mungu. Faida ya tatu, kukumbukwa na Mungu. Faida ya nne, kuangaliwa. Faida ya tano, kukumbuka agano lako na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hizo ndizo faida za kulia machozi. Jifunze kulia. Yaani we macho yako siku zote ni kupitisha maji tu, unanawa asubuhi, unaenda kunywa chai, unaondoka. Wakati unaoga imetosha. Hebu tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 12. Zaburi 12 mstari wa 5, Biblia inasemaje? Biblia inasema, kwa ajili ya kuonewa kwao wanyonge, kwa ajili ya kuugua kwao wahitaji, sasa nitasimama, asema Bwana, nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya kuugua. Ukiona kanisani watu hawalii, hawatoi machozi, hata wakati wa maombi watu wanapoomba, inawezekana hawana mzigo ndani, hawana jambo linalowaumiza ndani, hawaoni jambo linalowakera kwenye huduma zao, hawaoni shida kwenye ndoa zao, hawaoni shida kwenye uchumi wao, hawaoni jambo lolote kwamba linaweza likawafanya watu wakatoa machozi. Hata kama familia yako iko salama, haina magonjwa, mambo yako vizuri, lakini unapogeuka madhabahuni, inatosha wewe kufanya ulie machozi kuombea wachungaji. Mungu wetu asifiwe. Ziko faida za kuombea wachungaji wenu. Mungu wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ziko faida za kuombea viongozi wenu wanaochunga makanisa. Kwa nini? Mchungaji akilala na kanisa linalala. Hujatoa machozi hata siku moja kuombea watumishi wa Mungu. Maana kwako Mungu ameleta neema, chapati zipo, kila kitu kipo. Wewe haoni haja ya kulia. Sasa bado visababishi vya kufanya wewe ulie machozi, utoe machozi vipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachungaji ndio wanaokesha wanawaombea, lakini kila siku shetani anawatafuta hao wachungaji. Wanahitaji kutegemezwa kwenye maombi, sio fedha, sio sukari, sio mchere tu. Uwategemeze, uwaombee mbele za Mungu. Mungu awafunike, Mungu awalinde, ili na wao wapate neema zaidi ya kuwaombea ninyi. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mungu wetu asifiwe. Amen. Sikiliza niwaambie, usifikiri kulia machozi mpaka uombe tu Mungu akupe gari. Kuna vitu vingi ambavyo shetani amevifanya ndani ya maisha ya watu, na kwa sababu ya hivyo vitu watu wengine watachukua wameenda jehanamu. Maana Wapentekoste wengi tunaishi kwenye mazoea, hatuongozwi na Roho wa Mungu, tunaongozwa na mazoea, kwamba Jumapili ikifika ni kwenda kusali, lakini hatuzingatii muda ulioamriwa kwamba saa 4 kamili ibada inaanza. Maana yake mimi nifike kabla ya saa 4 niwe nishafika kanisa. Kuanzia saa 1 mpaka saa 4 na dakika 25 unapika makande au unapika miso ya ngazi? Wewe umepika vitu gani? Wako watu wengi makanisani leo, anaweza kila siku Jumapili, sijui Jumatano, Ijumaa yupo kanisani, lakini anakuja wa kuchelewa. Data zake mbinguni hazionyeshi kama huyu mtu anaenda kanisani, maana kila mtu anakuja wakati wa kuchelewa. Sikiliza niwaambie, yale wanayosema watumishi kwamba kuna malaika anayechukua ripoti zako, usifikiri ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tulikuwa kwenye maombi, tumepanga maombi pale kanisani. Mama mmoja akafunuliwa, akaona mtu amekuja pale kanisani amevaa mavazi meupe, anachukua takwimu ya watu waliokwisha kufika pale, maombi hayajaanza. Alipoona anachukua takwimu ya watu waliofika pale kwenye ibada ya maombi, akaondoka yule mtu. Baada ya kuondoka, watu wakaendelea kuja, akaona, akarudi mara ya pili, akawa naangalia wale walioongezeka. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa unaweza ukawepo kanisani wala huoni kama hilo ni tatizo, imradi unajua nimeokoka, nina Yesu. Kuna watu ambao kwenye vikundi vya kuweka na kukopa wamo humu. Msiogope nyewe, ongeeni tu kwa ujasiri. Wapo. Mungu wetu atusaidie sana. Nataka nitoe mfano kwa hao watu. Hivi vikundi 1% kubwa nchi nzima vimezagaa. Hebu shuhudia huyo mwana vikoba anapoenda yale masaa aliyopanga saa 10 au saa 9 au saa 8, mwendo anaotoka nao nyumbani kwenda kwenye kikundi. Halafu muangalie mwendo anaotoka nao nyumbani wakati anakuja kwenye ibada. Ni sawa sio sawa? Tutapataje kupona? Mungu wetu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuna vitu ambavyo vinaweza vikatufanya kanisa, wachungaji kulia machozi baada ya kuona mambo kanisani hayaendi. Huduma kanisani zimekwama, marumbano yamezidi, faraka zimezidi, umbea umezidi, majungu yamezidi, kusemana hovyo. Shetani anawekeza ndani ya watu, wala watu wasipopatikana wenye macho ya kiroho wakaona, wakasema twende tulie mbele za Mungu, kanisa linaharibika. Isaac ni mbaya, Mama Debora ni mbaya, sijui baba nani ni mbaya, sijui mtumishi fulani yuko hivi, mimi simpendi, ananikera. Mnakaa hivyo kwenye kanisa, mwisho Yesu anakuja, mnabaki unajishangaa nimebakije. Mungu wetu atusaidie sana.
Tunalia wakati gani? Lazima tujue kuomba. Sema amina. Lazima tujifunze kuomba. Sio kila siku endayo kwa Mungu matumbo yetu hayapumuziki. Lazima tuyapumuzishe, tuyafanyie mazoezi ya kwenda barazani pa Mungu. Tumwambie Mungu, tumekuja, tumeacha vyakula, tumeacha nyama, tumekuja kutafuta uso wako, na Mungu atashughulika na maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu asifiwe. Kama kuna maeneo ambayo uliona huwezi kupita kwa sababu ya kuugua kwako, ukaugulia kwenye maombi, ukamulilia Mungu, Mungu atakuvusha, utapita. Na baadaye watu watabaki wanasema, pitaje pale? Wewe ujui ulitafuta daraja kwenye maombi, Mungu akasema na wewe akakuvika nguvu. Hata mahali ulipoona huwezi kupita, unaogopa kulingana na watu walioko pale, Mungu akakupa ujasiri na uweza, ukapita, watu wakakuogopa. Sasa maombi hutaki, kulia hutaki, unalia kwenye msiba tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia leo kuna msiba. Wakina baba wengi, makanisa mengi hawataki ibada. Nenda katikati ya wiki utaona wababa hawapo kwenye ibada. Wababa wako wapi? Wako bize. Wengine si ubize, wamekaa nyumbani wanaangalia vitu vingine. Ukiona fikiri hili kanisa ni la wamama watupu, kumbe wababa wapo. Juzi kuna mtu mmoja alinichekesha. Kulikuwa na mechi ya Yanga na Simba, wakaiahirisha. Nilipofika sokoni nikasikia ananungunika, nasema, yaani mimi hawa pumbavu sijui imekuwa kwaje wakairisha mechi. Hizi ni fitina hizi. Sasa akaongea neno moja lakini akasema, yaani ndahaswa nukuvuni kukuguru. Alikuwa porini huko mbali, amekuja na kimbia ili awahi mpira. Anasema kidogo avunje hata mguu kuwahi kuangalia nini? Mpira. Lakini Jumapili huwezi ukamwona kanisani, na ni Mkristo huyu. Mungu atusaidie sana. Kuna vitu vingi vinatushawishi ili tulie, tuombe Mungu, tumtafute Mungu atusaidie. Leo hii unaweza ukamwambia, hebu kanisa tusimame tumsifu Mungu. Akisimama ni sekunde mbili unaona alishajikalia, amechoka. Jamani tusifu, hasifu. Aka kidogo ni mwaya. Hata wakati wa kulala maombi ni hivyo hivyo. Maana alishapigwa na adui, hajui. Ukimsaminisha kwenye ibada, mzee wa chakula simama ombee, mhudumu wa neno wa Mungu, maombi atakayoomba utazania ni muamini mpya aliyeokoka jana. Kwa nini? Amepigwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Waisraeli walipona shida hii, wakasema tumulilie Mungu, tumtafute Mungu, tutoe machozi, Mungu ayasikilize, atusaidie. Na walipolia, Mungu akawasikia. Mungu akaandaa mpango wa kuwatoa Misri. Na nataka nikwambie, na wewe ukilia, ukijifunza kuomba, ukatoa machozi, kuombea kazi ya Mungu, kuombea nyumba yako, ndoa yako imetafunwa, imeliwa, uchumi wako umeporwa, uzao wako umeporwa na shetani, Bwana atakusikia na Bwana atakujibu. Leo Wakristo wengi wanataka waombewe na wachungaji wao tu. Wachungaji wao tu. Mchungaji atatuombea Bwana. Sikiliza nikwambie.
Ni kweli wachungaji wana dhamana ya kuwaombea washirika wao, lakini lazima ujue, baada ya Yesu kufa pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Maana yake kila mtu alipata neema na kibali. Ukiwa na mahitaji yoyote mbele za Mungu, unaweza ukaingia hemani mwa Mungu, ukamlilia Mungu na Mungu akakusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipende kutafuta fedha tu, yani machozi yetu ni kuomba Mungu tupe hela tu, tupe hela tu, tupe maisha tu, tupe maisha tu. Maisha yetu tunayoomba yanapita. Mungu anaweza kupa milioni 100 leo, kesho umekufa umeondoka. Faida umepata ipi? Na wengine wako makanisani wanalia, wanaombewa na watumishi, niombee, uchumi umeporomoka, biashara haiendi. Watumishi wanainua maombi, Mungu msaidie mtu huyu, mpiganie, mtetee, linda biashara yake, linda kazi zake. Amina, anaenda, mambo yanaenda vizuri. Akishaona milioni 1 ndani mfukoni, milioni 2, 700,000, 600,000, kanisani usimwambie. Mpendwa vipi? Wasalimie sana, naenda kanisani. Wasalimie sana. Kuna mchango kanisani? Upo. Mnanwani speaker na keyboard. Na mimi nitatoa 50,000. Anatoa. Kanisani kwenye ibada humuoni. Lakini akipata tatizo, Mama Skora, abe, naomba mwambie wana maombi waje, naomba mwambie mchungaji aje. Mara ya mwisho ukanyaga kanisani ni lini? Wengine wanazingishia, mme wako nini? Mme wako umefanyaje? Mungu wetu atusaidie sana. Sikiliza, Biblia inasema tuzichunguze njia zetu na kuzijaribu. Maana yake kuna faida ya kujitathmini. Ujitafakari mwenyewe, kwamba mbona nikifika kanisani usingizi unakuwa mwingi na sikulala kwenye maombi? Tatizo ni nini? Mbona ni mchelewaji wa ibada? Shida ni nini? Huku nyumbani asubuhi napika vitu gani mpaka nachelewa? Hata bibi harusi huwa nawahi masaa yale aliyopangiwa na mchungaji. Wewe unakuwa unafanya nini? Unaoga vitu gani? Unajipaka vitu gani? Au unakuna paka wanja na shedo na hina unapeka na rangi unaweka, unachelewa ibada. Mungu wetu atusaidie sana. Mama mmoja akasema, mimi nakuwa nachelewa kwayani kwa sababu wakati mwingine siji kwa sababu ya watoto. Watoto wamefanyaje? Wakati wa kwaya wanakuwa wamesinzia, kwa hiyo siwezi kuwaacha. Kwa hiyo unaona hizi shida. Usingepata watoto ungekuwa unalia, Mungu nipe watoto, watumishi mniombee, na sadaka hizi hapa. Sasa Mungu amekupa watoto na kwaya umeacha kwa sababu masaa yale wanakuwa wamesinzia. Amina. Amina. Kulia kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ile ya 18 mstari wa 20 hadi 22. Biblia inasema, Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kilio wakati wa Sodoma na Gomora. Mungu anasema tunakwenda tuone kama kilio kile kinachotufikia
kinalingana na matendo yanayoendelea ndani ya miji hii. Kama sivyo tutajua. Maana yake kama kuna jambo lote ambalo linaleta shida ndani ya kanisa, kanisa likapanga kuomba Mungu, Mungu anashuka aangalie, mbona watu hao wanalia sana? Wametaabika kwa kiwango gani? Uovu au mzigo uliopo, shida iliyopo ni ya kiwango gani? Acha niende niangalie. Mauaji Sodoma, dhuluma, uzinzi, wizi na vitu mbalimbali, watu wanaonewa, hawana amani, wakaangua kilio mbele za Mungu. Mungu akasema hebu twende tuangalie. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukiamua kulia kumtafuta Mungu, Mungu anakuja anaangalia, katubuka, kuna nini? Mbona kilio kimezidi? Mbona wazee wanalia? Mbona wamama wanalia? Vijana wanalia, waimbaji wanalia, watumishi wanalia, na watoto wanalia. Kuna nini? Hebu twende tuangalie. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusipolia, tusipomtafuta Mungu kwenye maombi, hatuwezi kuokoka, hatuwezi kupona. Yaani utaratibu Mungu aliyokwisha kuweka, una jambo lolote ambalo unahitaji Mungu akusaidie, ni kuingia kwenye maombi uombe. Ndio maana Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hiyo ni kanuni, kwamba ukitaka kuwasiliana na Mungu ni kuingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuingia kwenye maombi. Leo hii maombi yamekuwa mtihani kwenye makanisa mengi. Ukitangaza maombi ya kanisa, wanakuja wanaume 2, wamama 5, mwimbaji mmoja, na madhabahuni huku wengine wanatoboa maombi. Hawapatikani. Labda atakuja yule aliyetangaza. Mnasubiri nguvu za Mungu kwenye hilo kanisa, hamzioni. Kwa nini? Kanisa limejaa wajanja, hawataki maombi, hawataki kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unasikia vifo vya kiroho, maanguko ya mara kwa mara ya washirika yako hivi, maana wanatembea wako bure, hawana nguvu za Mungu za kuwalinda, hakuna. Tunashika fulani msindikiza, mtu ameenda kujigemura huko. Unashangaa, huyu mtu mbona ni mshirika wa muda mrefu kanisani? Imekuwaje? Mungu wetu atusaidie sana. Ili tupate kuokoka, lazima tulie mbele za Mungu. Tumwambie Mungu tusaidie. Tuna ujenzi kanisani, uchumi haueleweki, watu hawatoi michango. Tulie mbele za Mungu. Mungu alete watu wa kujenga nyumba yake. Sema amina. Kwa kuwa yale tusiyoyaweza, Mungu anayaweza. Lakini kama una tabia ya kukwazika, kuvunjika moyo, yaani likitokea upepo, kitokea kidogo umevunjika moyo, ukifanya hivi kidogo nimevunjika moyo, yaani mimi hata kwenda kanisani siku hizi yaani sijisikii, yaani mimi hapana, yaani sielewi. Wewe sikiliza, hakuna mbingu ya watu wanaopenda kukwazika, haipo. Na huduma na viacha. Unajua huyu mwenyekiti, huyu sijui nani, huyu shemasi kanikwaza, mwalimu amenikwaza. Na huduma naacha. Unamwachia nani? Siku ya hukumu mtasimama na mchungaji wako. Yaani siku Mungu anataka kuhukumu wewe kwa sababu ya matendo uliyoyafanya, atamwambia mchungaji, njoo hapa, simama hapa. Kila mtu ataeleza habari zake mwenyewe. Soma Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, nitahukumiwa kwa mambo yangu, sikukufundisha kweli ya Mungu sawasawa, nilikupotosha, lazima niadhibiwe. Kama ulifundishwa kweli ya Mungu kwa usahihi ukaviacha kwa uzembe wako, utahukumiwa kwa hayo. Kuna watu wanaacha ibada, wamejikalia tu nyumbani. Ibada inaendelea hapa, watu wanaomba Mungu, yeye ipo nyumbani tu. Wewe kwa nini kuja kwenye ibada?
Nilikuwa nyumbani bwana. Ulikuwa nyumbani? Ukujua kama kuna ibada leo? Mungu atatusamehe bwana. Huyu Mungu ni wa rehema. Mungu sio kama mwanadamu jue. Si ndio tunasemaga? Tumeshiba ubwabwa sawa sawa. Mungu anasamehe bwana. Wala hujasema uongo, Mungu anasamehe. Lakini usifikiri Mungu anaona kama unavyoona wewe. Mungu wetu asifiwe sana. Mungu alimwambia Rutu na mke wake na watoto wake kwamba jiponye nafsi. Kwa ukigeuka imekula kwako wewe. Rutu akasema mke wangu umegeuka, hata kama nakupenda baki, mimi naendelea na safari. Rutu akaendelea. Kwa hakuna maana kanisani ukikwazika unawaza kuacha huduma. Nenda mbele za Mungu, mulilie Mungu akusaidie. Hayo ni mapito tu. Duniani lazima shetani atushambulie. Lazima inuke kwa namna moja ama nyingine ili kukupinga wewe ukwazike, wakati mwingine uviache. Na wakati mwingine wengine wawaza hata kuhama kanisa. Kama mimi nahama kanisa, utamaliza makanisa, mwisho utadumukia kwenye makanisa ya shetani, utafia humo. Ukienda huku unasikia kikwazo unahama. Ukitoka huku ukisikia kikwazo unahama. Ukienda huku unasikia kikwazo unahama. Mungu wetu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kulia. Jifunze kumtafuta Mungu. Kulia kuna faida. Machozi yanamshusha Mungu, anakuja kutazama kilio chako. Tusimame.